Na ndio unaona kwa secondary school ndio msifanye mapenzi sana, muwekane mimba na vitu vingine kama hizo na heartbreaks za shule. Wasichana wengi unakuwa heartbroken mpaka hawachiki kisomo because of issues of love. Ndio tulikuwa tunaongezewa mafuta ya taa kwa chakula. Si umewahi wale mlienda boarding, si mlikula chakula unasikia inanuka mafuta ya taa? Wali explain nini? Walisema ni kuni wanakisha na mafuta ya taa. Sasa chakula kinanuka. Lakini mimi mtu yule alikuwa anapika chakula, tulikuwa tunajuana. Nilimuona siku moja nikamwambia, mkiakisha kuni, si mnaakisha minutes before muweke chakula na boga, maana zinanuka. Akaniambia hapana, sufuria moja tunaweka vikombe viwili vya mafuta ya taa. Nikamuuliza sasa nini? Kwanza nisikia ushungu. Sasa vikombe viwili tumekunywa mafuta ya taa kiasi gani? Akaniambia sasa hiyo ndio ina deal na libido. Libido ni your desire for sex. Is a place na mafuta ya taa ndio at least ufike university. Sasa nilikuwa nawauliza, si mnajua kuna chakula mnaweza kupikia wanafunzi hiyo libido irudi chini. Wakasema naye ni expensive na mafuta ya taa ni cheap. Kibuyu kimoja shilingi 40. Zuna baby, unatakikana uende kwa internet usome chakula kile kinainua libido ni gani. Uangalie kile unakula. Uondoe, uachane naye. Mkate ya white uachana naye. Kula ya brown. Unyamase kama hiyo brown. Na niwaulizeje? Bwana asifiwe. Niwaulizeko. Mwanamke amekula maharagwe anaweza kutaka mtu? Hapana. Maharagwe inaenda area nyingine. Inahepa hizo sexual areas. Maharagwe inaenda kwa gosi. I recommend ugali. Ndio unaona kwa shule unapewa ugali na maharagwe, maana wanajua hamutataka kitu. Kidheri, boga ambazo zimekatwa na srasha, hizo vitu. Kwa sababu you will not be interested in one another. Otherwise shule hizi kubwa ambazo wanalipisha wazazi pesa nyingi, huko ndizo wasichana wote virgins wanapata virginity. Hizi shule za Kenya ambayo diet ni restricted mpaka unasema woi, nimekuja nyumbani at least nipewe chakula mzuri. Huko si chakula nao, huko hakuna msichana anaenda akiwa virgin anarudi akiwa ameupoteza. Lakini enda kwa hizi high cost schools, Monday nyama ya kuku, chapati, Tuesday. Ukiangalia hizo chakula zote unajua equals mimba, pregnant girls, equal lesbianism, equals homosexualism because of the diet. Kwanza hapa Alliance zamani ile chakula walikuwa napeana. Washa siku hizi wamechange. Ile chakula walikuwa napeana pale. Nilienda hapa kuhubiri. Mpaka unauliza watoto wanakula hivi. Mwalimu akaniambia please, tunataka wasome. Pastor, tukiwapatia chapati hapa na nyama, hawatasoma. Ni watoto tutapata. Supu ya boga unakunywa hivi na kijiko mpaka unashindwa inaenda wapi. Hiyo sasa inakwambia soma, lala, soma. Lakini wale nyama. Leo sausage na mayai asubuhi. Sasa hizo vitu umekula sausage mbili na mayai mbili, umeenda kwa darasa umeketi chini. Zinaenda wapi? Hakuna kitu hapo kinaenda huko kwa kichwa. Ile kitu inaenda kwa kichwa ni hizi vitu zinaitwa Weetabix. Hizi vitu hizo zote vitu ndio zinaenda kwa kichwa, lakini mayai na sausage directly, mayai mnajua inaenda kwa sexual organs. Sausage is a refined flesh. Imekuwa refined. Inaenda kustimulate wewe kwenye senses zako. Sasa ndio unaona sasa watu wakikula hivyo lazima jioni wasichana 5 6 wapoteze virginity hapo kwa shule. Kama kwetu kwa shule niliona vile tulikuwa na discipline. Mpaka unaona hakuna, mpaka vijana wanamaliza mpaka form 4 bila kucheza na wasichana. Naye chakula ile tulikuwa tunapewa. Hata nilikuwa tunauliza huyu mpishi.
mnakatakata boga na nini? Na silasha. Alafu bwana namuuliza, hauwezi kuweka mafuta na vile tumelipa school fees? Anatuambia hii boga haitakagi mafuta, inataka tu kidogo. Alafu maji nyingi inachemka. Unawekewa nusu, kedhali nusu. Na ukienda kuambia msasi utagongwa kichwa. Una sosi hizo vitu mpaka unasahau kulikuwa na marriage. Unakumbuka ukienda nyumbani. Maana nyumbani ukifika unakuta umegojewa na tuchapati. Tu vitu tu kwenda kwa sexual organs. Sasa angalia jirani kama amechange. Ukiona amechange ni utamu nimemuondolea wa Nairobi. Nairobi hizi hoteli ziko hapa, chakula zote zinauza sexual stimulating food. Coca-Cola. Yeah. Cappuccino. Na ndio unaona vijana wengine ni berefu sana. Wakikupeleka kwa hoteli, hawawezi kukununulia unji, maana utafikiria uji inaendanga huko. Ile kitu msishana anaweza kununuliwa ni cappuccino na vitu kama hizo, na akitaka chakula ananunuliwa hii chakula inaitwa pizza. Hiyo pizza si chakula, lakini itashibisha msichana, lakini pizza ni sexual stimulating food. Na diposa iko very very popular kwa sababu inaenda huko. Sasa pea msichana cappuccino na pizza, huyo ni wako. Hata ukimwambia twende nyumbani anakuambia twende. Ni kama umempatia drugs. Lakini nunulia msichana uji, Bwana Yesu asifiwe, na kienyeji. Apige hizo vitu viwili. Utasikia akikwambia we saa jioni imeanza kufika. Unajua matatu za kwetu. Huyo atakuasha hapo ukiona na mdomo. Lakini ukimnunulia coffee hiyo ya cappuccino, pizza, wewe ndio unamwambia na gisa imeingia. Nakwambia kwani unaokopa? Unajua ni kalefi, kama msichana kalefi.